Jana Yanga African wameweza kutuma taarifa ya kubadilisha uwanja wao wa nyumbani kutoka Benjamin Mkapa Dar es Salaam mpaka kwenda visiwa vya Zanzibar Unguja, uwanja wa Amani Complex. Michezo yao yote mitatu ya nyumbani watacheza Amani Complex azidi ya FAR Rabat, JSK Kabel, lakini pia pamoja na Ali Majianti wa Afrika, mabingwa mara nyingi zaidi. Hawa watachezwa na mabingwa wa hapa Tanzania, uwanja wa Amani Complex. Lakini mechi ya kwanza watacheza zidi ya FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, na tukumbuke mara ya mwisho walisema kwamba Dosa timu za Morocco Yanga zinawasumbua kweli kweli. Lakini pia kuna taarifa nyingine, kikosi cha timu ya taifa kimeweza kuitwa na mwalimu akiwa Gamondi na msaidizi wake kocha Ahmed wa timu ya JKT kule, wakikaimu kwa muda huku akiwa anatafuta kocha mkuu wa timu ya taifa Taifa Stars Tanzania na maanisha. Bwana Dosa, uko vizuri asubuhi? Niko poa. Namshukuru Mungu. Naendelea kumshukuru Mungu. Ndugu zangu wa mwezi, tunaendelea kuombea dua ndugu zetu, rafiki zetu, mama zetu, dada zetu, baba zetu waliopoteza maisha tarehe 29. Waliopata majeraha tarehe 29. Halikuwa jambo dogo. Halikuwa jambo rahisi, lakini vile vile halikuwa jambo zuri. Kwa hiyo kipekee nitumie fursa hii kuendelea kuombea Mungu. Mungu awasamehe, Mungu awarahamu, na Mungu awayatie nuru makaburi yao. Zaidi ndugu zangu, mambo ni yale yale ya mpira wa miguu. Hizi ndo sekta ambazo huwa tunazizungumza sana. Taarifa imetoka jana. Tupo kwenye mwezi na mwezi wa michezo ndo. Safi kabisa. Tupo kwenye mwezi media na tupo kwenye mwezi wa michezo. Mwezi huu kuna watu watalia. Mwezi huu kuna watu watatukanana. Mwezi huu kuna watu watasusa. Watu watalaumiana sana, unataka kusema. Watatukana sana. Na watu watasusa. Story kubwa ni Yanga kupeleka mechi Zanzibar. Ama Yanga kupeleka michezo Zanzibar. Unguja. Unajua ukisema Zanzibar inajumuisha Pemba na Unguja. Ukisema Unguja itakuwa wale wa kule Pemba umewabagua. Kwa tutumie neno fasaha. Yanga imepeleka mechi zake Zanzibar. Mnapata? Umeweka sawa. Binadamu ana pande mbili, ana kiumeni na kikeni. Mimi pande moja ni ya kule. Pande moja ni ya kule. Unaenda nyumbani. Pande moja ni ya kule. Sitaki kusema ni pande gani, lakini pande moja ni ya kule. Unaenda nyumbani. Kwa hiyo mechi zimepelekwa nyumbani. Sima na vizuri. Lakini pia Zanzibar ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabisa. Kuna kila sababu mechi kuzipeleka. Kuna kila sababu mechi kuchezwa kule. Swali la kujiuliza ndugu zangu wa mwezi, kwa nini tumepeleka mechi kule? Kabisa, ndio watu wanataka kujua kwa nini. Kwani Benjamin vipi? Wengine wanasema historia mbaya ya Yanga, labda pale kuna uchawi wa Simba sana, watani wao. Wewe kwa fahamu yako chache vipi? Kitendo cha sisi kuipeleka mechi Zanzibar, tumewaaminisha Watanzania, tumewaaminisha wadau wa michezo duniani kwamba Benjamin Mkapa sio ya kila timu. Unasema? Kwamba Benjamin Mkapa sio ya kila timu. Ukiangalia historia nzuri ya Yanga, kama sikosei, ndani ya miaka 10 hii Yanga tumefuzu mara moja kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo Yep. Kama sikosei. Nyingi mnatokea Azam Complex pale. Na mechi ipi? Ni mechi ambayo tulihitaji goli 4 zidi ya Bolizard.
chini ya Mwalimu Gamondi hiyo. Kala chuma 4 pale. Historia ikaandikwa pale. Hiyo ndio pekee mnaikumbuka. Lakini mara nyingi Yanga tunapoikumbuka Benjamin Mkapa ni kwa maumivu. Okay. Kwa Benjamin Mkapa imemkataa Yanga. Benjamin Mkapa sio ya kila timu. Kwenye michuano ya kimataifa. Kwenye mashindano ya kimataifa. Okay. Klabu bingwa barani Afrika. Sisi Yanga tumekosa ubingwa wa CAF Confederation Cup kupitia uwanja Benjamin Mkapa. Mmekufa 2-1 hapa. Video CM Halcho. Tunakumbuka vizuri. Tulikaa na hatihati ya kucheza hatua ya makundi. Baada ya pale kushindwa kumfunga timu moja ile ambayo tunaenda kuifunga kwao kule. Nani hiyo? Ndio USM Alger. Hapana. Ipi? Kabla ya kwenda finali. Kabla ya kwenda finali. Lakini bipu mwezi jambo jingine ambalo sisi tunashindwa kutumia uwanja Benjamin Mkapa. Jambo ambalo pia tumepelekea mechi kuipeleka Benjamin Mkapa. Ni mashabiki wa Tanzania bara. Ni mashabiki wa Tanzania bara kwa upande wa Yanga hawana mapenzi na timu yao. Hawana mapenzi kivipi? Sio watu wa kuiunga mkono timu yao. Hawaiunge mkono kivipi wakati wanachama wapo wengi? Sio watu wa kujitokeza kwa wingi kwenye uwanja. Kutokujaza uwanja. Mpaka waambiwe bure. Si tu kwa sababu tuna struggle kuutumia vizuri, lakini bado baadhi ya mashabiki wanaiangusha Yanga kwenye ule uwanja. Si unaona vizuri? Jiulize kwa nini tunapocheza kwenye mechi ya Benjamin Mkapa Yanga anatumia nguvu kubwa kutafuta mashabiki pale? Tujue uwanja labda uenda mkubwa. Hapana. Mkubwa kwetu lakini mkubwa sio kwa wengine. Mimi na historia moja ambayo ilinishangaza. Kuna mechi moja watani zetu walihitaji kuvuka kama sikosei. Ilichezwa siku ya Ramadhani. Ama mwezi wa Ramadhani. Mechi ilichezwa saa 4 usiku kama sikosei. Uwanja ulijaa. Utatukumbusha inshallah. Lakini sisi tuna struggle. Lakini bado mashabiki wa Yanga wanafurahia mechi kuchezwa Zanzibar na Dar es Salaam kwa sababu wengi wao wanapewa tiketi za bure. Ndugu zako. Mimi nina ushahidi wa kutosha. Naye mtu mmoja anaitwa Skeli. Na mwingine anaitwa Kizinga. Mara ya mwisho sijui ni lini walitoa pesa zao kuingia uwanjani. Watanisamee, lakini wao wamechagiza kwa kiasi kikubwa mechi kupelekwa Zanzibar. Sio ununuaji wa tiketi. Yaani wao kila kitu wanakitarajia kwa kupewa. Hivi leo mchukue captain muulize mchango wako kwa Yanga ni upi? Analipia kadi ya wanachama. Kadi ya wanachama ni story ni kikubwa. Kadi ya wanachama mpaka leo. Na hiyo ndio sababu ilomfanya aondolewe kwenye kundi la influencer. Hayupo vile yule. Haizi kuwepo. Kwa sababu kama wewe ni influencer, unahamasisha watu kukata kadi, unahamasisha watu kukata tiketi kwenda uwanjani, lakini jiulize why wewe ununui tiketi? Why wewe hulipi kadi ya wanachama? Hiyo ndio sababu ilopelekea kutolewa. Lakini ni kwa sababu wao mechi zikiwa Tanzania huku bara hawaisupport timu kwa 100%. Leo wamekwenda kutupandishia gharama kwenda kuiangalia mechi ya Yanga. Viongozi sijajua hili kama waliliangalia kwa makini. Unapoipeleka mechi Zanzibar ni kuongeza gharama kwa mtazamaji, kwa shabiki wako. Umeelewa vizuri? Mfano mechi ikiwekwa Benjamin Mkapa,
Mbagala kuna wakazi zaidi ya milioni. Wana Yanga wangeamua wote kwenda uwanjani ingekuwa ni rahisi. Wasingetumia hata shilingi 10,000. Mechi kupelekwa Zanzibar. Nauli ndogo kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar ni shilingi 70,000 go and return. Meli za usiku zile. Boti 35,000 economy hiyo. Kwenda na kurudi 70. Chukulia mechi imewekwa shilingi 10,000 kuingia. 85, sama ngapi hiyo? 80 hiyo. Bado hujachukua usafiri kutoka pale bandarini kwenda uwanjani. Bado hujalala. Bado hujakula. Sijui kama viongozi hilo walilifikiria. Ndio. Kwa hiyo kupelekwa mechi Zanzibar, kuna asilimia zake, kuna baadhi ya wana Yanga wamenyimwa fursa kuiangalia timu yao. Wasiokuwa na uwezo. Lakini hivi pia Wazanzibari nao wamepata fursa kwenda kuishuhudia timu yao. Sasa tutajiuliza kati ya Zanzibar na Tanzania bara wapi kuna machizi soka? Itaenda kujizihirisha hiyo. Tanzania bara na Zanzibar wapi kuna muamko wa mashabiki kuingia uwanjani? Haya maswala tutakuja kuyajibu kwenye mechi. Mbona nani ataweza kuona sasa Yanga ihamishiwe mechi zao zote? Nani atakuwa mbabe hapo? Hatukatai mechi kwenda kuchezwa Zanzibar. Kwa sababu ile ni jamhuri yetu. Na pia Yanga ni nyumbani kule. Lakini vipi kuhusu mashabiki wako wa huku? Watajiorganize, wanasafiri kama kawaida. Hatu tunatoka hadi Mwanza. Hawa kina Kizinga, kina Sekeli, wao wana uhakika kupelekwa bure Zanzibar. Lakini vipi kuhusiana na sisi? Kumbe hata naye pia unaendaga. Sio nini nisende? Kwenye mechi za Yanga. Kwa hiyo ni jambo ambalo ukiliangalia kwa ndani zaidi, unaweza ukasema watu wamenyimwa fursa kwenda kuishangilia timu. Na hii imeletwa ni kwa sababu mechi zinapowekwa Zanzibar na Dar es Salaam mashabiki hawajitokezi kwa wingi. Umeamua kwenda kupima upepo sehemu nyingine. Mtu atakwambia mbona siku ya Mwananchi tunajaa? Siku ya Mwananchi tunajaa ni kwa sababu kuna wasanii. Kuna mechi ya mwisho wamejaa. Mechi ipi? Ya Silver Strike. Wewe una hakika wamejaa? Wamejaa. Ilikuwa bure. Full house. Bure. Au tuliingia na pesa siku ile? Au mpaka wapiga kingola. Kwa hiyo niwatakie kila laheri. Lakini kiukweli wachezaji wanahitaji nguvu kubwa ya mashabiki. Wachezaji wanahitaji sauti nyingi za mashabiki. Wazanzibari watumie hii fursa. Tunataka kujua mashabiki wa Zanzibar wa Yanga, mashabiki wa Yanga wa Tanzania bara wapi wana vibe? Wampagawisha